Acts 12. You want to say something? Yeah, niko na words. Yeah, nashukuru Mungu kunipatia hii time, you know. Mungu ni wa lazima kwa kila kitu yote, you know. So I thank God for everything He done in my life, and I'm so happy to be born again. So I'm just trying to say, praise the Lord, and I'm really grateful for this day to be born again. And I really praise the Lord in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Be who God wants me to be, like my purpose in life. Leo niko na furaha sana. Yaani ni siku yangu ya furaha kwa nimebatiziwa. Yaani nimegeuka kwa kifupi. Nimemkubali Yesu na vyake vyote, nimemkataa shetani na vyake vyote. Okay, I want to say I'm thankful for new beginnings. I'm thankful to be a new person, to be a better Christian. You know, I was Muslim and now I'm Christian, and I'm very proud. Yeah. That's great. So a fresh start at life, let go of my past, let go of my sins, cleanse myself, and that's all. I just want to thank God for everything, what He has done upon my life, for making me to be a new person again, to repent and to be, to go in the way that He wants me to do. And I just want to say thank you and do what He wants me to do. That's all. Thank you. La Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amena. Na wengine wanabatiza kwa jina la Yesu, lakini sisi tunaamini kwamba yote ni sawa. Amena. Kwa hiyo karibu sana Mwalimu Andre kutuletea na wale ambao wanaenda kubatizwa. Haleluya, ni furaha mbinguni wakati mtu mmoja yuko tayari kumpatia Yesu maisha yake. Haleluya. Kwa hiyo wajitayarishe, kuna kabaridi kadogo kwenye maji. Amen. So utasimama hivi. Haleluya. Ni siku njema. Ni siku njema ambayo dada Sela amefanya uamuzi mzuri sana kwa kumpatia Yesu maisha yake, na hii ni mwanzo mpya wa maisha yake. Baada ya muda huu anazaliwa upya, mafundisho ameyapata. Tunaamini kwamba kutakuwa kitu kipya kwa wale waliomjua, watakaomuona baada ya hatua hii. Na kama nilivyosema, Biblia inasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa hiyo hiyo ni njia ya lazima kwa kila Mkristo. Kwa hiyo Mama Sela anafikiri ni kwa hiari yako mwenyewe umeamua kubatizwa na kumpa Yesu maisha yako. Ndio, anasema ndio. Kwa hiyo hajalazimishwa na mtu yeyote, amefanya uamuzi kwa hiari yake mwenyewe. Kwa hiyo tutaenda kushuhudia ubatizo huu na tutamwombea kabla tumweke kwenye maji. Baba, katika jina la Yesu, naenda kumleta dada Sela katika mikono yako, sababu unamjua na ulijua siku ya leo ya kwamba Bwana maisha yake haitabakia tena hivyo. Tunamwombea mwanzo mpya baada ya hatua hii, sababu ni wewe ulimwambia Nikodemu ya kwamba inampasa mtu kuzaliwa mara ya pili ili arithi ufalme wa mbingu. Kwa hiyo Bwana umpokee, na siku ya leo maisha mapya yaanze katika wokovu. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Kwa hiyo jambo ni kama tena. Nitaje mkono. Utakamata mkono. Okay. Na mkono wako mwingine. Utapatia kwa hiyo. Bwana msongo Qur'ani unakamata. Kwa hiyo tunaenda kumubatiza dada Sela kama vile tumeagizwa, na tunafanya hivyo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
juu yake, kumsaidia mfalme. Acha tena kuanzia siku ya leo kumkubali na jina lake liandikwe upya katika kitabu cha uzima katika jina la Yesu. Karibu sana. Amen. Fanya siku ya leo kumpa Yesu maisha yake. Karibu sana. Komboe muda huko. Mungu ni mwema, anaokoa kila mtu ampendaye, na kwa hiyo tuko hapa na dada Ajara. Kwanza kuna wakati mtu anaweza batizwa na anapewa hata jina mpya. Najua yeye alikuwa bado ni Muislamu, na hiyo Ajara ni jina la Kiislamu, si ndio? Ndio. Kwa hiyo nafikiria pamoja na familia yake, ikiwapendeza wampe jina yoyote watakayosikia inaleta maana katika wokovu wake. Kwa hiyo dada Ajara, umeamua kumpokea Yesu kwa hiari yako mwenyewe na kubatizwa. Kwa hiyo hajalazimishwa na mtu yeyote, amemwamini Yesu na ameamua kubatizwa. Na sisi tutafanya hivyo kama tunavyoamrishwa katika kitabu cha Mathayo, agizo la Yesu Kristo. Tutaomba. Baba, katika jina la Yesu tunamleta dada Ajara mikononi mwako. Umpokee Bwana, acha siku ya leo, chapter mpya ya maisha yake ianze Bwana. Usimwache mfalme, neema yako isimame pamoja naye kuanzia siku ya leo ya wokovu wako. Katika jina la Yesu tunaomba Mwokozi na kumwacha mikononi mwako. Amen. Kwa hiyo tunaenda kumubatiza dada Ajara kama tulivyoagizwa na Yesu Kristo, na tunaenda kumubatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema yako tunamwomba Bwana mfalme usimame pamoja naye, mtie nguvu katika safari hii, usiache shetani tena kumnyang'anya, abakie wako milele katika jina la Yesu. Shangilia kwa Bwana. Amen. Mungu akubariki sana na karibu. Karibu mtu wa pili. Be careful. Amen. Be careful. Karibu sana. Karibu sana. Tuna msichana yetu mwingine hapa ambaye ni siku ya furaha mbinguni. Wakati shetani anaendelea kujipatia vijana na Mungu anaendelea kujipatia vijana, ni jambo la furaha sana. Kwa hiyo tungaliomba wale ambao wamebatizwa wasiingie ndani kwa ajili ya kumwanga maji, wabakie tu nje na wasibadilishe kabla hatujapiga picha ya pamoja. Bwana asifiwe. Kwa hiyo jina kabisa. Kwa hiyo dada Alice na yeye amefanya uamuzi. Nafikiri haujalazimishwa na mtu yeyote, umeamua peke yako kupokea Yesu na kubatizwa. It's your decision, nobody forced you to do this. Yes. Kwa hiyo asante kwa Mungu kwa ajili ya maisha yake, na sisi tutaenda kumubatiza kama vile tumeagizwa na Yesu Kristo, na tutamwombea. Baba, tunaenda kumleta Alice mikononi mwako. Neema yako ianze upya katika safari ya wokovu ambayo ameanza siku ya leo, na leo anapoenda kuingizwa kwenye maji haya Bwana, chapter mpya maisha yake ianze. Jina lake liandikwe katika kitabu cha uzima katika jina la Yesu. Kwa hiyo Kwa hiyo tutaenda kumubatiza dada Alice kutokana na agizo la Yesu Kristo katika Mathayo kwamba mkawabatize kwa jina la Baba na la Mwana, na hivyo tunaenda kufanya hivyo. Tunambatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Naomba mtu wa Bwana isimame juu yake na Roho Mtakatifu abatize maisha yake kwa jina la Yesu. Amen. Karibu sana. Siku ya furaha mbinguni, wakati ambapo Yesu anaendelea kujipatia sana. Kwa hiyo Sister M ameamua na yeye kumpatia
it's your decision, nobody forced you, right? Anasema ni uamuzi wake, hakuna yeyote aliyemlazimisha. Ameamua, amemwamini Yesu na amempokea, kwa hiyo anaamua kuchukua hatua hii. Baba, tunamleta Emi mikononi mwako kwa sababu wewe ni Mungu. Acha Jehova siku ya leo ikuwe ni siku mpya katika maisha yake. Acha jina lake liandikwe upya katika kitabu cha uzima. Umkubali Bwana katika jina la Yesu. Kwa hiyo tunaenda kumubatiza Sister N kama tulivyoagizwa na Yesu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, acha utende jambo jipya katika maisha yake. Asibatizwe kwa maji tu, lakini pia batizwe kwa Roho Mtakatifu, apate nafasi ya kuongoza maisha yake na ujana wake kuanzia sasa. Shetani hatamuona tena na hatampata kwa chochote kile. Huyu ni wako milele katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen. Karibu kwa mwingine tafadhali. Amen. Amen. Mungu ni mwema. So Kristi, umemkubali Yesu na kukubali kubatizwa kwa uamuzi wako mwenyewe. Anasema ndio, hajalazimishwa na mtu yeyote. Ameamua kumpa Yesu maisha yake na yuko tayari kubatizwa. Kwa hiyo Bwana, tunamleta Kristi mikononi mwako. Acha Bwana siku ya leo ikuwe ni siku mpya katika maisha yake. Bwana, usimwache, acha safari anaanza Bwana, hata tembea peke yake, utatembea pamoja naye katika jina la Yesu tunaomba. Kwa hiyo kama tulivyoagizwa na Yesu Kristo, tunaenda kumubatiza Kristi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba, ninaomba neema mpya ya Roho Mtakatifu ndani yake kwa jina la Yesu. Bwana, usimwache, acha Roho Mtakatifu pia atawale maisha yake kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Yes. Kwa hiyo Jile na yeye amefanya uamuzi huo. Umempokea Yesu na kumwamini peke yako, nobody forced you. Anasema ni uamuzi wangu mwenyewe, sijafosiwa na mtu yeyote. Nimemwamini Yesu na nimempa Yesu maisha yangu. Bwana, wewe tunakuomba Mfalme, umpokee Jile na kumwandika katika kitabu cha uzima. Tuko katika dunia ambayo imepoteza vijana wengi, lakini huyu Bwana hatapotea kwa sababu amekuchagua wewe. Katika chaguo nyingi iliyoko katika dunia hii amekuchagua Bwana. Kwa hiyo siku ya leo uanze pamoja na yeye. Kuna mambo yatakuwa magumu, hawezi peke yake, lakini Roho Mtakatifu atamsaidia katika jina la Yesu. Kwa hiyo kama tulivyoagizwa na Yesu Kristo, tunaenda kumubatiza Jile kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, tunakuomba pia ushuke na kutawala maisha yake katika jina la Yesu. Amen. Leo tunamalizana, Biblia inasema kuna furaha mbinguni wakati mmoja amempokea Yesu. Na hapa tuna zaidi ya umoja ambaye wameamua kumpa Yesu maisha yao. Amen. So hapa tuko na James pamoja pia na yeye anasema kwa hiari yake. Kuna mtu amekulazimisha kwa hili? Anasema hapana, nimeamua peke yangu kumwamini Yesu na kumpa Yesu maisha yangu. Kwa hiyo Baba, tunamwombea James. Ni ushindi kwa mbingu na ni kushindwa kwa dunia wakati amechukua njia hii. Shetani hata furahi na ataendelea kumtafuta. Lakini Bwana, tunamwacha mikono yako, sababu maandiko yanasema hakuna anayeweza kunyang'anya kenye kiko mikono yako. Baba, asante, katika jina la Yesu tunamwombea. So tunaenda kumubatiza James kutokana na agizo la Yesu Kristo katika kitabu cha Mathayo.
Tunambatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, tunaomba pia ukapate makao ya kukaa ndani yake. Kwa jina la Yesu tunatangaza maisha mapya ndani yake, na wengi waliomjua Bwana watashuhudia. Kwa jina la Yesu tunamwombea. Amen. Amen. Yes, kwa hiyo ubatizo siku ya leo. Mungu akubariki na Mungu awabariki wote. Tutaenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya hili. Tutaenda kuwaombea kwa neno lako pia. Umwambie Mungu neno kwamba hawa wasinyang'anywe tena na shetani. Wakuwe wako, waendelee kupaa juu katika kukomaa kiroho na sio kushuka chini wala kurudia nyuma. Waombe katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Mfalme, tunasema ni asante kwa ajili ya hawa ambao Bwana umekupa maisha yao siku ya leo. Bwana, ninawaombea kila mmoja, acha Bwana siku hii kwa siku mpya, usimame pamoja na wao. Maisha mpya tunaomba kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu atende kazi katika maisha ya Bwana, wasipotee wala kuangamia, lakini neema yako itawasimamisha na kuwarudisha kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu utakuwa pamoja na wao. Acha mbingu ifurahi na shetani ikutese kwa jina la Yesu. Asante wewe. Asante Mfalme. Tunakushukuru kwa maana atakayewachukua tena katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki. Nyota kamata siku nyingine enjoy. Nyota kam. Leo ni siku yako. Usijibanie, leo ni siku yako. Felicitations. Congratulations. Takunywa heshima mpaka tumbo lisana. Bibo, tumaliza sisi. Wow. Okay. Andre, naingia kwa kanisa ya Calvary Pentecostal Church. So mimi ni mwalimu pale kwa kanisa. So leo niko na furaha kuona ya kwamba tumebatiza watu 7. Kwa sababu Biblia inatuambia kwamba wakati umoja tu mbinguni anaokoka, wanafanya sherehe, wanapiga shangwe kwa ajili ya mtu mmoja. Lakini sifa kwa Bwana kwa sababu leo ni siku ya furaha. Tumepata Wakristo 7 ambao wamekubali kumpatia Bwana Yesu maisha na wamebadilika na wamebatizwa. So mbinguni ni shangwe kubwa sana. So tunafurahi sana kuona ya kwamba Mungu ni mwema, yuko anafanya kazi polepole ya kuokoa watu wake. Basi na wewe ambaye hujabatizwa, usisubirie. Leo ukisikia sauti ya Bwana usifanye moyo mgumu. Kuja kwake, umkubali na ubatizwe, ukuwe Mkristo kamili. Asante. Mungu awabariki sana. Karibu kwa kanisa letu la Calvary Pentecostal Church. Mungu anawapenda wote. Karibuni kwa wote. Amina. Anasema muangalie huko. Muangalie wapi? Muangalie huko. Muangalie huku. Wasimamie hapo. Mgeuke tu. Muangalie. Mama asikiongea kwenye picha. Oh. Adada. Sasa ya watu wote. Ya watu wote. Wala nisitoke, mbona nitoke? Njoo mseme. Unasema kama basi ongea. Kabisa kwa sababu vijana wetu wameamua. Unajua mtu kuamua kumtumikia Mungu inaomba hatua. Na katika ile hatua ni kujitoa. Ndio maana tunafurahi kwa sababu mbinguni sasa hivi tuna furaha kwa sababu hao vijana mama wamepokea Yesu. Wameamua maisha yao kumpatia yeye kwa mikataa ya dunia. Naomba Mungu awasaidie na waendelee kwa maisha ya kiroho hadi mwisho. Nasema asante kwa Mungu. Kidogo tu. Yeah. Okay, tunashukuru sana kwa mchungaji wa Calvary Pentecostal Church. Kwa sababu leo tulikuwa hapa juu ya kupokea na kusherekea ubatizo wa Wakristo 7 walikubali kumpatia Mungu maisha yao. Wanazaliwa mara ya pili. Tukumbuke maandiko yanasema
Nikodemo alimuuliza Yesu, nifanye nini ili nizaliwe mara ya pili? Na Nikodemo akamuuliza Yesu, namna gani mimi mzee nitarudi tena tumboni mwa mama yangu? Ili ilionyesha kwamba Nikodemo hakujua ni kitu gani Yesu alimwambia. Ilikuwa ni kuzaliwa kiroho. Na hivi leo watoto wetu wanazaliwa kiroho, wanampatia Mungu maisha yao. Hiyo ni furaha mbinguni, na tena tunaongezeka jamaa katika kanisa la Calvary Pentecostal Church. Kwa hiyo tunampongeza sana mchungaji wetu Pastor Daniel Baltazar. Asante.